Unajua nini? Kwenye maisha inatupasa tujifunze kitu kimoja au tuelewe kitu kimoja. Swala la mapokezi. Swala la mapokezi ni jambo zuri sana ukiwa umelikontrol na ukiwa umelielewa, hasa kwa watu wanaoishi pamoja, aidha wako kwenye mahusiano au aidha ni wanafamilia. Kwa maana mfano, haijalishi kwamba wewe ni wa kike au wa kiume, wewe ni baba au ni mama. Aidha baba umewahi kurudi kutoka kazini, mama bado yuko kazini, zingatia sana swala la kupokea. Zingatia sana swala la mapokezi. Kuna mawili, anapofika nyumbani, huenda una taarifa mbaya ama una taarifa za kumfurahisha. Basi taarifa hizo haupaswi kumwambia pindi ameingia tu pale mlangoni. Unapaswa kumfikishia taarifa hizo baada ya wewe kwisha kumpokea, kumkaribisha, kumwacha relax hata nusu saa, halafu ndio ukampa taarifa hizo, aidha ziwe nzuri ama mbaya, kwa maana haujui alikotoka, amekutana na nini, amepatwa na nini na ana maswaibu gani. Aidha amekutana na vitu vizuri vimemkera na kumkwaza, ama la, amekutana na vitu vizuri vya kumfurahisha. Vyote hivyo haujui kama anavyo kichwani mwake. Kwa hiyo ukimwacha akitulia ndani ya saa hizo ambazo nimekwambia, au ndani ya dakika hizo ambazo nimekwambia, na kisha ukaanza kuongea naye kwa ustaarabu, basi iwe taarifa nzuri ama mbaya, yeye pia ataipokea kwa ustaarabu na kwa uzuri. Ila ukifanya kosa la kumpa taarifa hizo akiwa pindi tu anaingia pale mlangoni, unamwambia mama fulani, hapa kuna tatizo fulani na fulani, elewa kuna mawili, aichukie taarifa hiyo ama aifurahie, imkere ama imfurahishe. Na ikiwa ewe mama ndo unampokea baba ameingia tu pale mlangoni, unampokea kwa taarifa mbaya au taarifa nzuri, yaani ameingia tu unamwambia baba fulani, bwana, hapa kuna taarifa ambazo hazieleweki, sijui kuna hili na hili, kuna hili. Hapana, kuna mawili, akujibu au asikujibu. Akikujibu aidha akujibu kwa hasira ama akujibu kwa makasiriko, na asipokujibu akakaa kimya, pia utamwona anadharau, kwa maana haujui amelipokeaje hilo swala na haujui alikotoka amekutwa na nini. Kwa hiyo zingatia sana swala la mapokezi kwa mwenza wako kipindi anarudi nyumbani. Zingatia sana swala hilo, kwa maana haujui nini kimemsibu. Jua jinsi ya kuishi na watu, kikubwa akili na moyo. Hivyo